Taratibu, huku akificha uso wake, akaingia kwenye kaburi dogo lililokuwa mbele yake ili agawe utamu kwa maiti. Ghafla, ile maiti iliyokuwa mbele yao ikaamka ili ianze kazi yake. Akamtazama Salma kisha akajilaza tena. Ndipo mganga akasema, haya binti, ukishampa penzi nitakuja saa 6 usiku. Sawa, usichelewe mganga. Kama kawaida yetu, taratibu, vuta kiti, utulie, ni kusimulie simulizi hii tamu kupita zote ulizowahi kusikia. Fanya kitu kidogo tu, japo kikubwa kwangu. Like video hii, kisha comment unaangalia ukiwa wapi. Tuanze. Miaka ya hivi karibuni, kulikuwa na mji maeneo fulani Afrika ambako aliishi binti mmoja aliyeitwa Salma. Huyu binti alikuwa akiishi maisha ya kimaskini sana na alichukia sana maisha hayo. Hivyo akadhamilia ndani ya moyo wake kufanya lolote linalowezekana ili aondokane na shida hiyo. Siku moja aliota ndoto akiwa anachimba chini ili atoe pesa iliyofichwa. Kabla hajabeba pesa, likatokea jinamizi la kike lililokuwa nyuma yake. Akamshirikisha rafiki yake Nora, lakini pia akamwambia jinsi anavyotaka kufanikiwa. Mazungumzo yao yalikuwa hivi: Salma, tafadhali siende huko, msitu wa Kiza si mahali pa watu. Ndio, nataka maisha mazuri na yenye heshima, lazima niende. Sawa, nenda shoga yangu, lakini unaijua gharama yake? Nitajua huko. Mimi ninachotaka ni utajiri tu. Kesho yake, Salma akaenda katika msitu uliokatazwa kutembelewa. Huko alikutana na mganga ambaye hajawahi shindwa. Ni mganga kutoka Kongo. Wale wasikilizaji wetu wa Kinshasa, Kongo, watakuwa wanamjua mganga huyo. Aliitwa Bwana Kivuli. Salma alipofika tu, Bwana Kivuli akasema, umefika Salma. Salma alishangaa sana mganga kujua jina lake. Unalijua jina langu? Hivyo ikamfanya amwamini kirahisi kuwa angeweza kutekeleza tamaa yake. Mganga akaendelea, ninajua hata idadi ya machozi ulioikulia. Salma bila kupoteza muda akaeleza shida yake kwa ujasiri mkubwa bila ya woga. Bwana mganga, mimi ninataka dawa ya kufanikiwa. Dawa ipo binti mrembo, ila utaweza masharti. Naamini nitaweza, acha nijaribu. Baada ya Salma kukubali kuwa angeweza masharti, basi wakaenda hadi makaburini wakati wa usiku sana, kama majira ya saa 4 hivi, akiwa na Bwana Kivuli. Walipofika wakakuta kaburi moja lipo wazi na maiti imetolewa kwa nje. Akaanza mganga kutoa sharti lake la kwanza, ambalo ndilo lilikuwa la kwanza na rahisi kuliko yote. Akasema, binti mrembo mpenda utajiri, utalala hapa hadi asubuhi. Salma kwa woga, huku akitetemeka, akajibu, mganga, hakuna masharti mengine? Mbona kama siwezi? Mganga kwa ukali sana akaongeza kwa kusema, huwezi kivipi? Sio kulala tu, utafanya mapenzi na huyu maiti. Salma